lakini alifanya tukafanya fujo, tukachoma lami, tukasimamisha inji yetu, tukakuwa wajinga across the country, tukarudi nyuma zaidi ya miaka 7. Kwa yale yote Kibaki alikuwa anatengeneza, tukarudi nyuma kwa miaka hiyo yote. Na tuoje tukagundua baadaye kumbe alikuwa anatafuta nusu mkate. Na kweli Kibaki alinyenyekea akampatia nusu mkate. Tukafanya uchaguzi 2013. Tukamshinda na kura ya zaidi ya milioni 1. Baada akafanya maandamano. Tukarudi tukafanya uchaguzi 2017. Tukamshinda. Aka blackmail Uhuru Kenyatta. Na hata sio ku blackmail Uhuru Kenyatta, kumbe Uhuru Kenyatta alikuwa na plan zake zingine. Alikuwa anataka namna ya kutafuta mtu mwingine kwa sababu alikuwa amepromisiana na William Ruto ya kwamba miaka 10 yangu, miaka 10 yako, kutoka kwa mdomo yake. Lakini kwa sababu vile aliona yake inaelekea kuisha na hapo na tamaa bado anataka kuendesha inji na kupora inji, akaropin Raila Odinga. Ropin Raila Odinga, nyinyi mnajua uchumi wetu kuanzia hapo. What happened na uchumi ya Kenya? Na mimi sisemi ati uchumi ya Kenya iliharibiwa kwa sababu Raila Odinga kuja ndani. Uchumi ya Kenya iliharibiwa kwa sababu Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mtu wa kumzuia na mtu wa kumpatia nafasi na kuua opposition ili aendelee na kujipanga na kupora nchi yetu. Na ile kidogo Raila Odinga alikuwa anapata akanyamaza zote. Mimi mwenyewe nimewahi muuliza siku moja, Raila Odinga rafiki yangu sana, nimewahi muuliza siku moja, mzee, hii mambo inaendelea katika nchi yetu, watu wanauliwa, sisi tunastakiwa left, right and center, hii mambo yote wewe ndio ulikuwa unateteanga, ni nini imekufunga mdomo? Ni nini imefanya wewe umenyamaza na unakuwa mtetezi wa Wakenya? Akauma hakuniambia chochote, akapiga kona. Sasa mimi nashangaa baada ya miezi 7 eti unasema ati kura iliibiwa. Mimi nataka niulize Wakenya swali rahisi. Na tuambiane ukweli leo, tuache kudanganyana. Na kama vile nilivyosema pale awali, sisi wote ni wanaume. Hakuna mtu wako na mimba hii town. Na hakuna mtu anabeba mtoto kwa mgongo. Lazima tuambiane ukweli. Wakati tulimaliza uchaguzi, wao walikuwa wanajua tuliwashinda. That's why walinyamaza zaidi ya miezi 6. Lakini kwa sababu wanajua mipango ya William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza itaenda kubadilisha uchumi, italeta hii bei ya chakula mnatupia kelele chini, hii nchi inaenda kubadilika, wanatafuta namna ya kudistract serikali ya Kenya Kwanza ili wasiendelee kufanya ile wanaenda kufanya, kwa sababu hawataonekana siku nyingine na watasaulika kabisa, na inaenda kufanyika. Na ndio unaona sponsor wao Uhuru Muigai Kenyatta. Kwanza nimeshangaa sana. Raila Odinga na familia yake na watu wao wote wale wanajitanga walikuwa wanapambania uhuru ya nchi yetu, wamerudi kuwa buddies na Uhuru Kenyatta. Na wamekuwa wakipiga hiyo familia kuanzia baba yake. Ile kitu inaudhi na inakasirisha. Na nataka nikosoe ndugu zangu Luos. Ile kitu inakasirisha na inaudhi. Wakati Raila Odinga alienda kufanya handshake na Uhuru Kenyatta, wewe unajua vizuri sana ya kwamba watu wangapi wamekufa kwa mkono ya Raila Odinga. Watu wangapi wamekufa kuanzia 1992 kuja tu hiyo muda yote. The worst one ilikuwa 2007, 2008. Although waliwekelea watu makosa watu wengine, lakini Wakenya wanajua vizuri sana watu wangapi walikufa, Wajaluo wangapi walikufa. 2017 Wajaluo wangapi wamekufa. Juzi nimeshangaa bado Wajaluo wanaenda kwa barabara. Tumepoteza polisi, tumepoteza ndugu zetu kama waine kwa hii maandamano ya jana hii. Wamechoma msikiti, wamechoma kanisani, lakini maajabu, badala ya kwenda
ambia pole wenye wamewawa, ama kwenda kuangalia, ama uamuke kwanza asubuhi uambie watu wako tunaenda kufanya maandamano. Lakini msipore mali ya wenyewe. Wewe umeamuka, umeenda kuangalia damu ya kondoo ya sponsor Uhuru Kenyatta. Kondoo na watu wenye wanakufa kila siku. Sijasikia ukiongea kuhusu ule mwanabiashara alichomea supermarket Kisumu. Sijasikia ukiongea kuhusu ule mwanabiashara wa Pistop aliporwa mali yake Kisumu, baa yake na kila kitu. Sijasikia ukiongea kuhusu yule msichana ama ni mama mwenye alipora kioski yake na wakafunja friji zake zote na ni Mjaluo mwenzenu. Sijasikia ukiongea kuhusu ndugu zako ama watoto wako ama vifaranga vyako wenye wameingia mochari. Imagine. Wameenda wamefunja mochari, wamechukua computers, wamechukua nini? Nasikia hata karibu wachukue sanduku zilikuwa huko ndani. Sijasikia ukiongea kuhusu hiyo maneno. Sijasikia ukiongea kuhusu ile supermarket iliporwa kule Nairobi. Sijasikia ukiongea kuhusu maofisi zote za UDS kichomo. Imechomwa Kisumu, imechomwa Siaya. Sijasikia ukiongea kuhusu wale wameporwa masimu sao mpaka juzi saa 5 ya usiku. Sijasikia ukiongea kuhusu polisi mwenye ameuliwa. Sijasikia ukiongea kuhusu polisi wakikimbishwa na mawe. Nasikia unasema tu atu ulikuwa unataka kuuliwa. I want to tell you, Raila Odinga, wewe ni rafiki yangu my friend. Hauwezi Sudi kuua wa Kenya. Alafu nasikia ndugu yako anasema ati mkiua ndugu yangu. Wewe Oburu Odinga, ambia ndugu yako amekuwa mzee, aende nyumbani, aende retire, awache kuwa watoto wa maskini. Alienda handshake watoto wa maskini wengi zaidi ya Wajaluo 700 walikuwa wamekufa. Angeenda hata ambia Uhuru Kenyatta hata wapatia hao watoto 1400 ama 500. Alienda peke yake. Tukiongea leo, mtoto wa Uhuru Kenyatta ni mjumbe, ndugu yako Oburu Odinga ni senator, wewe mwenyewe unapigania nusu mkate, dada yako ni women rep. Shame on you Wajaluo na viongozi ya Wajaluo. Nyinyi ni wakumbafu. Because William Ruto leo ni mkalenjin, hawezi akatufanyia vitu vingine tuwezi tukakubali. Lakini nyinyi mnafuata ni nini? Mnafuata, mnatuambia heti mnataka chakula, bei ya chakula ikuje chini. Wewe unainua matawi Kibera, unainua mawe Kibera, unatembea na panga Kibera. Nani anakupandia mahindi? Sisi ni pakazi wenu. Ukienda Central kila mtu wako kwa shamba. Ukuja Rift Valley kila mtu wako kwa shamba. Ukienda Kenya ile nyingine yote kila mtu wako kwa shamba. Kama unajua uko Nairobi na una kazi, rudi nyumbani Siaya, enda Bondo, enda upande mahindi, enda upande Kenya inapandwa kwenu. Wacha kuja kutuimbia hapa ati chakula irudi chini. Chakula itarudi chini kulingana na mpango ya serikali. Irudishe bei ya vyakula chini na kila mtu afunge firago zake aende shambani. Hata mimi sasa hivi nikiongea hivi natoka shambani. Nimeamkia shamba yangu asubuhi. Kando na hika zingine niko naye. Lakini mtu atusungusha Nairobi na kufunja magari ya wenyewe na kusikia watu Nairobi wasifanye kazi ati kwa sababu mnataka nusu mkate. Na Oburu, ambia ndugu yako, hiyo maneno mnaongea kuhusu Raila kuwawa, msiwache ifike hapo kwa sababu mnaelekea hapo. Hii maneno ya kuwa watoto watu kila siku hatuwezi kukubali. Na mnajua mimi naambianga nyinyi ukweli. Ukweli ni kwamba mlishindwa kura, mwende nyumbani ama mfanye kazi ya opposition ama uende retire. Simple. Hata mimi niko na baba yangu hapa. Hako na miaka zaidi ya 76. Siwezi kukubali afanye ujinga. Tuwezi kukubaliana hii Kenya ikuwe ya mtu mmoja tu. Mwaka 40 unazungusha watu. Na unaongea. Na mimi nataka niwaambie, hiyo mnasema sijui maandamano ya Monday sijui ni ya mama yao sijui nini. Tukutane bado hapo. Tukutane hapo mkuje. Waje hii mnatisha watu na kusema tukukufa. Kukufa ni nini? Kwani wenye walikufa walikosa nini? Wale watu wote wamekufa zaidi ya milioni 4 ya 1000. Kwanza wewe ukiomba hii kitu walikosea nani ndio wakakufa? Ikikuwa ati inji itasimama, inji itasimama, so nini itasimamisha inji? Mimi nikikufa leo inji itasimama? Hawa MCS walikufa inji itasimama? Tuache ujinga. Hii Kenya ni ya Kenya, zaidi ya Wakenya milioni 50. Tuheshimiane. Hamwezi kuwa kwa kona moja hapa mfanye kazi na kusumbua watu Kenya hii. Haiwezekani. Na mimi nataka nikwambie Uhuru Kenyatta, na usikia kwa umakini, tulikushinda kura tukiwa kwa kichaka, wewe ukiwa na serikali na kila kitu.
Uacha kudharau William Ruto. Hiyo yako ni madharau. Madharau mingi sana. Rigathi Gachagua ndio deputy president wa Kenya. William Ruto ndio rais, anakalia ile kitu ulikuwa unakalia ya Kenya. Ile ulisema sijui haitawezekana, sijui nini itafanyika. Mimi nataka nikuambie, asikubali kushindwa. Sio shindano. So wewe enda retire kama Moi aliongoza inji hata kama alipigwa akienda nyumbani, lakini alinyamaza. Because alikuwa anajua amemaliza kazi yake. Kama wewe unajua umemaliza kazi yako, enda unyamaze na usitutishe. Usitutishe na hiyo pesa umepora. Hakuna mtu ako na mali Central and East Africa kama kwa Kenyatta. Kwani baba yako alikuwa na akili kiasi gani? Wewe ulikuwa na akili kiasi gani? Heshima yenye Wakikuyu walikupatia jamii yako na heshima yenye Wakenya walikupatia, wakapatia baba yako, wakapatia familia yenu. Usichukulie hiyo heshima utuanze kututemea mate na kutupaka mafi. Wewe mwenyewe ndio unajipaka mafi. So msikuwa mkizunguka msikiri sisi tumenyamaza. Sisi tulinyamaza kwanza tuchukue watamu wa uongozi. Tulisema sisi si watu wa revenge. Muliona ile siku nyingine ule Matiangi aliongea matope hapo kidogo. Kuito tu DCI mara moja akakojoa. Akatoa ulimi nje, alikuwa na pressure, sijui alikuwa na nini. Tukasema hakuna haja mtu akufa kwa mkono wetu tukamwacha. Msifikiri sisi ni wajinga. Sisi tumeandika statement mara zaidi ya 30 huko DCI. Watu wengi wamefungwa, watu wengi walifanywa ukinyama. Umetesa maaskari. Wenye mlikuwa mnapatia hawa directions. Mkiambia askari fanya hii na hii na hii na hii. Umetesa watoto wa watu. Mumeua askari. Tunataka kutafuta namna ya kulete uchumi kuje juu. Maaskari wetu wapate njia ya kuishi. Hamwezi mkoma na can you imagine hata askari wa Kenya ni wazuri sana. Mnakimbisha askari na mawe na wafanye chochote. Halafu na unajua wewe askari ni binadamu kama wewe. Sasa hata ugeukia kupiga utaanza kusema sijui nini. Nilikuwa nasikia babu Owino ananiambia ati watu wangu wamekufa Embakasi. Wewe ni mjinga sana babu Owino. Hiyo degree 7 haikusaidii kitu yote. Ni matope iko kwa kichwa yako. Kwa sababu unaendesha watu wako kwenda kufanya maandamano kila siku na kupora mali ya watu. Badala mfunze watu biashara. Mwende mchukue pesa hustle nation. Mfanye naye biashara, mjifunze biashara kutoka chini. Hakuna kitu utapata kutoka juu. Na tuache kudanganyana hii Kenya. Hii Kenya si ya mama ya mtu. Hii Kenya si ya mtu. Hii Kenya ni ya Wakenya milioni 50. So mkiona tukinyamaza hii wasingisho na hii Kenya nyingine, si ati hatuna akili ama hatuna nguvu ama hatutaki uporaji ama hatuna waporaji. Hata sisi tuko na waporaji. Na tuko na watu wote. Lakini ni ile tunataka tufunze watu taratibu ya kutafuta mali na kutafuta maisha, unaanzia chini. Lakini wewe toka tu bondo